Unajua wakati na tamani kushare maarifa na watu, ilianzia wakati nafundisha chuo. Nimeanza kufundisha chuo mwaka 2012. Sasa kuna kitu nilikutana nacho nikakiona hiki kitu sio kitu kizuri, kwamba nilikuwa nafundisha katika mazingira ambayo ni limited. Yaani natoka nyumbani na kwenda chuoni kufundisha ni wanafunzi fulani. Yaani sio kila mtu unaweza kumfundisha. Na unapowafundisha kuna kitu kimeandaliwa kinaitwa curriculum. Kuna syllabus imeandaliwa. Kwa hiyo utawafundisha kulingana na ile syllabus. Lakini katika kufundisha nikawa naona kuna vitu naweza nikawafundisha havimo ndani ya syllabus. Nikaja kuona pia kuna watu naweza nikawafundisha siwezi kuwakuta pale ninapoenda kuwafundisha hawa. Kwa hiyo sasa nafanyaje? Tukaja kupata, nilikuwa na jamaa wangu mmoja, tukapata idea, tukaanzisha kampuni inaitwa Unlimited Professional Trainers. Kwa sababu nilikuwa nafundisha katika mazingira ambayo yalikuwa ni limited. Kwa hiyo tukaona tu unlimit yale mazingira. Kwa nini mimi natoka naenda mpaka darasani nikakute watu wamewekwa kwenye chumba cha darasa ndio niwafundishe, wakati kuna bodaboda labda amenipakia ananipeleka na hisi kuna vitu naweza nikamfundisha? Kwa nini simfundishi? Kwa nini kuna mtu yuko mtaani yeye akufika hata darasa la kwanza na anaweza kusikia na anaweza kaona, kwa nini simfundishi? Kwa hiyo nikaja kukuta kwamba nafundisha kule, nafundisha in a limited way. Kwa hiyo nikawaza, naona kuna watu wengi zaidi ambao naweza nikawafundisha. Sasa nawezaje kuwafikia watu wengi zaidi? Ndio ikaja kitu cha kwanza ambacho naweza nikatumia, ikaja kuwa ni vyombo vya hivyo vya media vinavyosafirisha mawimbi, tuseme media na mitandao ya kijamii. Sasa kwenda kwenye media sikuanzia kwenye mainstream ya radio, televisheni, hapana. Niliona kule pia kuna namna ambavyo bado nitaendelea kuwa limited. Kwa nikaona kwenye social media ni njia ambayo sitokuwa limited. Kwa hiyo ugumu ambao niliupata mwanzoni ni aina ya maarifa ya kuyapeleka. Aina ya maarifa ambayo mimi natoa yanatakiwa yawe ni maarifa ambayo mtu ambaye hajui kusoma na kuandika anayaelewa, na mtu ambaye amesoma mpaka level ya mwisho wote wakinisikiliza wanielewe kwa pamoja. Yaani watu wa aina tofauti wote waelewe kwa pamoja. Sasa hiyo ndo ikaja dhana ya limited training. Kwa mimi nafanya limited training, naiweka kwenye motivation, naweka kwenye inspiration, naweka kwenye lugha, naweka kwenye vitu tofauti, ili mradi nifundishe watu wengi zaidi. Kwa hiyo ndo ilinileta huko. Lakini issue ya msingi ilikuwa ni kuunlimit mipaka ya kuwafundisha na kuelimisha watu. Na kitu kimoja kizuri kuhusu kufundisha watu, kama watu wajui, ni kwamba unapofundisha watu na wewe unazidi kuelewa. Yaani kwenye kufundisha wewe unaweza ukaelewa kitu ambacho ulikuwa ukielewi kabla hujafundisha. Kwa hiyo napenda kufundisha pia kwa sababu napenda kujifunza. Kwa hiyo kama mtu unapenda kujifunza na kuelewa vitu zaidi, kufundisha pia ni njia mojawapo ya kukufanya uelewe zaidi. Sawa. Yes. Wewe na maana ujawa lecturer kwa bahati mbaya ni kitu ambacho unapenda. Kwa sababu ukiongelea kwenye maisha huwa tunasoma. Unajikuta unasoma tu kitu ambacho au unafanya kitu ambacho moyoni hakipo sana. Binafsi nilikuwa napenda kufundisha, lakini sikuwahi kupenda kuwa mwalimu. Lecturer. Vyovyote, ngoja nikwambie, kuna kitu nimewahi kusema. Chochote vyovyote utakavyoita, kazi ya msingi ni ile ile. Sawa. Mwalimu ni mwalimu. Awe wa shule ya msingi, awe wa chekechea, awe wa chuo cha kati, awe wa chuo kikuu, anachokifanya anafundisha, ule ni mwalimu. Sawa. Nitakupa mfano mwingine. Mlinzi ni mlinzi tu. Ndio. Awe security guard, analinda geti, awe askari, awe yani ili mradi analinda. Kwa hiyo ni analinda. Kwa hiyo mimi ndio maana hata ikaja kuwa rahisi kukubali kuitwa mwalimu. Sikuwahi kupenda ualimu kwa maana ya ule ualimu kwamba yani ndio mwalimu, nimeenda chuo cha ule, sikuwahi kupenda. Lakini ule ualimu tu kwa kuwapa watu maarifa nilijikuta na ufanya, afu nikajikuta siogopi tena au sikwepi kuitwa mwalimu. Sawa. Kwa hiyo swali lako unasema kwamba kwa hiyo sijawa hivyo kwa bahati mbaya. Ndio. Naamini sijawa hivyo kwa bahati mbaya. Sawa. Ndio. Sawa. Unasema kuna vitu ambavyo unavifundisha ndio ambavyo havipo kwenye syllabus. Ndio. Sasa nilikuwa najiuliza. Ndio. Unaweza ukasoma kutoka darasa la kwanza mpaka chuo kikuu. Ndio. Alafu sijui mahesabu madogo sana tu ya kubalansi pesa. Sawa. Madogo tu.
Kwa hiyo unafungua biashara, unapata hasara. Na umefika chuo kikuu. Unaona? Sasa kwa nini hayo mambo hayapo kwenye syllabus? Okay. Sawa, umeuliza swali zuri. Watu wengi wamekuwa wakiongea wakiwa wanasema labda elimu yetu ina shida, kuna vitu havimo kwenye mfumo wa elimu. Kwanza nataka nikuhakikishie, hakuna elimu ambayo mfumo wa elimu ukatengenezwa ukafundisha kila kitu. Haiwezekani. Leo tunaongea kuhusu pesa, si ndio? Lakini tukianza kuvitaja vitu ambavyo havifundishwi shuleni kwenye mfumo wa elimu, sio pesa peke yake. Sawa. Viko vingi tu tena vya muhimu. Nitakupa mfano. Wewe uko ulikosoma, sijui kama uliwahi kuwa na somo linahusu mapenzi. Kwenye mfumo kabisa, ule mfumo wa elimu, kwamba tuna somo linaitwa mapenzi na mahusiano. Lakini ndo maisha yako. Hilo ni somo kama ambalo haliruhusiwi. Yani sasa itakuwa ni somo ambalo halipo. Unaweza kupiga na fimbo kabisa kama umeona, halipo. Nachotaka kusema sio pesa peke yake na elimu ya fedha peke yake ambayo ifundishwi kwenye mfumo rasmi wa elimu. Kuna vitu vingi havifundishwi. Kule vinafundishwa vitu vya msingi ambavyo waliviona kulingana na mazingira haya, tuweke mfumo hivi ili ufundishe watu hivi. Ambao ukiangalia mwanzoni watu hawakuandaliwa kuwa watu wa kuitafuta pesa. Waliandaliwa kuwa watumikiaji pesa. Yaani mtu waliotengeneza mfumo walitengeneza ili uwasaidie kupata wafanyakazi wa kuwasaidia wao kuitafuta pesa. Sasa ile elimu, mfumo wa elimu unaenda ukibadilika. Marekebisho yanaendelea kufanyika, lakini tunakoelekea ndio sasa hivi utaona wanaingiza masomo kama hayo ya elimu ya fedha, masomo ya ujasiriamali yanazidi kueleweka na watu wanazidi kujifunza. Kwa hiyo shuleni hauwezi ukawa na elimu ambayo inafundisha kila kitu. Ila kama sasa hivi tunaona mazingira ya mtu kuwa mjasiriamali na kutafuta pesa ni mazingira ambayo hayaepukiki, basi kuna haja ya kubadilisha huo mfumo wa elimu ufundishe hiyo elimu. Kama tunaona mahusiano sasa hivi yani tunaangalia mahitaji. Yani mfumo wa elimu utaangalia mahitaji. Kwa hiyo kuna wadau, kuna nani wataona kwamba kwa sasa hivi mfumo unahitaji kitu gani. Lakini kama mfumo wa elimu ufundishi kila kitu na wewe kuna uhitaji wa maarifa fulani ili uweze kuendesha maisha yako, basi ni rasmi kwamba ukishamaliza shule inabidi uanze shule. Yaani ukishamaliza huo mfumo wa elimu inabidi uanze kupata elimu nyingine. Sawa. Hiyo elimu nyingine inaitwa unconventional education. Ni elimu ambayo haiko kwenye mfumo rasmi. Sawa. Mtu anayewahi kwenda kwenye hiyo elimu mara nyingi ndio watu ambao wamekuwa wanafanikiwa kuliko watu wengine waliobaki kwenye ile elimu ya msingi. Hii elimu ambayo haifundishi vitu ambavyo vinahitajika kwenye maisha ya sasa, maana yake ile tunaita ni elimu ya msingi, au inaweza ikawa ni elimu ya kutoa ujinga. Kwa hiyo elimu ile ambayo unaona kama pesa inahitaji elimu, sasa hivi inahitaji elimu ya pesa, basi hiyo ni elimu ambayo wewe kwa jitihada zako sasa unapaswa uipate hiyo elimu. Sawa. Umesema anayewahi kuijua hiyo elimu ndiye anayefanikiwa. Ndio. Je, kuna umri ambao mtu anaweza kusema amechelewa kabisa? Hakuna umri wa kuchelewa. Umri, yani kuchelewa ni kufa. Hakuna umri wa kuchelewa. Sawa. Na kwanza kuna kitu kimoja. Tukiacha elimu ya pesa. Elimu ya pesa imekuja baadaye. Yaani pesa ni kitu kimekuta binadamu anaendelea na maisha. Sawa. Binadamu alianza na maisha yake akaendelea, pesa ikaja baadaye. Na pesa ilikuja ili kurahisisha upatikanaji wa vitu. Kwa sababu wakati watu wanaanza, ukiangalia namna pesa ilivyogunduliwa, ilianzaga ina evolution tofauti. Ilianza na barter trade, watu wakawa wanabadilishana bidhaa kwa bidhaa. Wakaja kukutana na ugumu wa kubadilishana. Mimi na ng'ombe, wewe una maharage. Tunapeanaje? Wewe una kilo 2 za maharage, mimi na ng'ombe mzima. Nakupaje ng'ombe mzima? Na haya, ng'ombe mzima kama siwezi kukupa kwa kilo 2 za maharage, nakupaje mkia peke yake au nakupaje mguu peke yake? Haiwezekani, umeona? Kwa hiyo wakaenda mpaka wakajikuta sasa wanabuni kitu ambacho watabadilishania kila kitu. Ndio pesa ikaja kutokea. Ila wewe nikikuuliza swali sasa hivi, katika vitu ambavyo ni vya lazima ili binadamu waishi, au vya muhimu sana, au mahitaji ya msingi ya binadamu, basic human needs, tangu umeanza kusikia pesa? Hapana. Ukivitaja ni vitu ambavyo mtu anashindwa kufundishwa kutokana na ulivyofundishwa. Ukivitaja ni vitu ambavyo mtu anaweza kavikosa vyote. Chakula, malazi, ndio, mavazi. Ndio. Si ndio hivyo vitu? Ndio. Huwezi ukahitaja pesa. Si ndio? Lakini pesa hivi.
Kwenye basic human needs ambazo umekuwa ukifundishwa. Waliokuambia kwenye basic human needs pesa ipo. Haipo. Kwa nini unajua hawajakwambia? Sijajua kwa nini. Hawakukwambia kwa sababu hivyo vitu vyote kuna namna mtu anaweza kavipata bila kuwa na pesa. Lakini pesa inarahisisha upatikanaji wake. Kwa hiyo wameshindwa kuiweka pesa moja kwa moja. Kwa sababu kama unavipata vyenyewe bila kutumia pesa, manake pesa hauhitaji. Na ndio maana huwa anatoa angalizo kwa watu wanaotafuta pesa. Ni vema ukajua unatafuta pesa ya nini kwanza. Yaani unaweza kuwa unatafuta pesa, kumbe uhitaji pesa. Ukipata pesa ambayo uhitaji, itakuletea shida. Sawa. Pesa ni kama bastola. Ni silaha ambayo inaweza ikakulinda au ikakudhuru. Kwa hiyo ukitembea nayo pia uko kwenye hatari hiyo inaweza ikakudhuru wewe mwenyewe. Wewe unawaza inaweza ikamdhuru mtu mwingine, lakini au unawaza inaweza kukupa ulinzi, ila inaweza ikakudhuru na wewe mwenyewe. Kwa hiyo watu hawafundishwi kutafuta pesa shuleni, sijui kwenye potelea mbali. Lakini mimi nadhani pia sio lazima sana wafundishwe kutafuta pesa. Wanatakiwa wafundishwe kutafuta hivyo ambavyo pesa inanunua. Kama mimi naweza kuvipata bila kutumia pesa, pesa nahitaji ya nini? Na nahitaji pesa kiasi gani? Yaani iko hivi, sawa? Kama vitu ninavyohitaji ili niweze kuishi na nikavipata bila pesa, sihitaji pesa. Kama pesa inanisaidia kuvipata, nahitaji pesa. Na kama pesa inanisaidia kuvipata na ninahitaji pesa, nahitaji elimu inayohusu pesa. Sawa. Na ili nipate elimu inayohusu pesa, mwalimu wangu wa kwanza inabidi awe ni mtu ambaye anaijua pesa, anajua kuitafuta, anajua kuifanya iongezeke, na anajua kuishi na pesa. Kwa sababu kuna mtu mmoja aliyesema pesa haikai na mtu mjinga.